pale pale tunaweza tukaenda. Tunaweza kwenda. Wewe mchumba. Nimekuona muda mrefu sana unanifuatilia. Sasa nisikilize. Mimi sifuatiliwi na wachumba kama wewe. Kama mbia aliyekutuma aje mwenyewe. Na kuonya. Usiendelee kunifuatilia mimi, utapotea. Asante. Moyo. Rafiki yangu, yule mtu akutufanyia kazi nimeshampata. Mtu mwenyewe huyo. Besa. Kwani ujiona hapa nimekuja na mtu? Sikuelewi. Mimi nimekuona wewe tu. Nimejaribu kwenye mapenzi. Kaka, najua ile kazi ulonipa ilikuwa ni ya pesa nyingi. Na kwa hatua nilikuwa nimefikia, ilikuwa ni hatua nzuri sana. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu nilikuwa tayari nishavijua kuhusu Zujet. Lakini kwa upande mwingine hii kazi ni hatari sana kwangu. Kwa sababu kilichonikuta ni siri yangu. Siwezi kukizungumza. Kwa hiyo nilikuwa naomba hii kazi niishie hapo. Nisifanye tena. Sasa mbona mapema? Kazi ndo kwanza nimekupa. Majuzi ukanipa mrejesho kwanza. Sasa inakuwaje ghafla tu naambia kwamba kazi imekushinda? Beta. Kumbuka maji ukishavulia nguo shati yaoge. Na unapokuwa shambani ya kupasa ulimi ukiangalia kule unapoenda, sio kurudi nyuma. Sasa mimi nakushangaa. Na kama ni changamoto yote umepitia kwenye hii kazi, changamoto za kawaida. Hakuna kazi yote ambayo ina changamoto. Na changamoto ndo zinafanya mtu anakuwa imara. Hebu kwanza niambie, ni kwa nini unaamua kuacha hii kazi? Unajua ni mwanamke ambaye nikakupenda sana. Na kama nilivyokuambia, mimi nipo serious. Nahitaji kuoa kabisa. Kwa hiyo natamani unipeleke nyumbani kwenu. Nifahamu ndugu zako ili wewe rahisi kukuoa. Yaani natamani hata muda huu unipeleke. Sawa. Lakini mbona ni mapema sana? Na isitoshe hapa mjini mimi sio kwetu. Naishi tu na rafiki yangu. Itakuwaje sasa nikupeleke mapema yote? Unajua nina hamu, nina shauku ya kuwa na wewe. Nahitaji nikuweke ndani kwangu. Please, naomba kubali ombi langu. Basi sawa. Nitakupeleka. Kweli. Basi sawa, nisikucheleweshe. Unaweza kwenda nyumbani. Ninachopata maumivu. Nimejaribu kusaka furaha.
nachopata ni tofauti. Oh, moyo, 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 moyo wauma, unaniuma. Yule dada unafahamiana naye? Alafu kwa nini siku zile ulipotea ghafla? Nini shida? Ni kwa sababu ya ugumu wa hiyo kazi. Ndio maana nataka niache hiyo kazi. Tena hasa kwa mimi mtoto wa kike kufanya hii kazi inapelekea hadi kuhatarisha maisha yangu pia. Ila cha kukusaidia kwa sababu huyo mtu nilikuwa namfuatilia mimi namfahamu. Kwa hiyo nilikuwa naomba nitafute picha yake alafu nikutumie. Ila kuendelea kuifanya hiyo kazi kwa sasa mimi nilikuwa naomba niache. Okay, sawa. Kama ndivyo basi ni jambo zuri. Jitahidi nipate picha. Sawa. Nitajitahidi kufanya hivyo. Nitafute picha yake alafu nikutumie. Nilipokea simu ya ghafla. Ilikuwa ni ya muhimu sana. Kwa nikaamua kuondoka kwenda kuifanya ile kazi kwa haraka. Na huyo dada nilimfahamu baada ya kutoka kazi. Nimefanya uchunguzi wangu nikagundua kuwa yule ndio anayehitaji nimnyang'anye madini yake. Ina maana mara hii tu umemfahamu hata sijakutambulisha. Wewe umemjuaje? Mimi ni mzoefu wa hizi kazi. Kwa hiyo nimefanya uchunguzi wangu ninapojua mpaka nikagundua kuwa yule ndiyo mlengwa. Au nakosea? Hapana, hujakosea ni mwenyewe. Kwa hilo jambo ulilofanya kwa kweli mwenye surprise. Inaonekana wewe ni mtu wa kazi. Pia nahitaji uwe makini sana. Usiwazi. Alafu kingine inatakiwa ufanye kama hatujuani. Maana sitaki hata yeye afahamu kuwa mimi na wewe tunafahamiana. Ukifanya hivyo tutafanya kazi vizuri sana. Usijali, hilo limeisha. Basi sawa. Ninatosha. Hamna shida. Wakati mwingine moyo unatamani kupata inashindikana. Moyo Wanashemi. Kumbe ni wewe. Karibu. Karibu kiti. Nisikilize bwana shemeji. Leo sijaja kwa hili sana. Kitu kichonileta hapa ni kitu hiki kimoja. Vipi kuhusu mtoto wako huko? Naona unabweteka tu hapa nyumbani. Sioni hata kama ukiona ratiba ya kuja kumfuata huko nyumbani. Alafu kingine, umemwalibia dadangu maisha yake. Umemzalisha afu umemterekeza. Unajua bwana shemeji, mtoto akimwambia mtoto kwamba nitakuchapa ni jambo la kawaida. Ila mtoto kumwambia mtu mzima kwamba nitakuchapa, hilo ni jambo la kushangaza. Na kwa mtu mwenye akili inabidi angalie, je, kuna nani nyuma ya huyo mtoto? Labda nikuulize swali. Nani yupo nyuma yako? Kwa sababu kwa jinsi ninavyoona sio akili zako hizo. Haiwezekani utoe mbele zako huko, upite nyumba kadha wa kadha mpaka hapo ngoja unaniambia maneno kama hayo. Hivi shemeji inaingia akilini kweli? Dada yako aliamua kuondoka peke yake. Sikumfukuza, sikufanya chochote. Na kibaya zaidi kaamua kuchukua mpaka mwanangu kaondoka naye. Sasa ulitegemea mimi nimfuate? Huko kwenu umekosekana watu wazima wenye hekima zao wa kukaa waweze kumrudisha dada yako nyumbani kwangu. Kwanza nyinyi ndio mna makosa. Inawezekana vipi nyinyi kukaa na mke wa mtu bila idhini ya mume wake?
Sasa nikwambie, ulichokifanya hapa ni upuuzi. Na siku zote mambo ya kipuuzi yanapuuzwa. Kwa sababu usipopuuza utaonekana mpuuzi. Ila si upuuzi wote unapaswa kupuuzwa. Kwa maana ukiupuuza na utaonekana mpuuzi. Ila kwa hili bwana shemeji sitakupuuza. Umefanya upuuzi ambao haupaswi kupuuzwa. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini, ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu. Hii masika nayo mvua za kila siku hata zikati mpaka leo zimeniloanisha. Kweli kabisa dada. Mvua leo imenyesha, maana hata hivyo nimeshajaza maji mengi humo ndani. We, alafu na hizi nguo za nani? Zimfuata nini hapo? Hizi nguo kuna jirani tu ameomba tumwekee hapa kwa sababu kule nje baada ya mvua kuanza kunyesha na kusema anike hapa kibarazani. Naona tu anike hapa maana sisi wenyewe simuona tujanika, nitamruhusu tu. Oh. Rafiki yangu kwambie kitu. Wewe uliza tu dada wala usina wasiwasi. Maana leo nilikuwa napita sehemu nikakuwa umesimama na mpaka fulani hivi. Au yeye ndio shemeji nini? Yaani yule kaka uliyeniona naye pale ndio yule ambaye niliwahi kukwambia ananipenda. Na vile sasa ulivyotuona tumesimama pale, mwenzako alikuwa ananiambia eti nimlete nyumbani nimtambulishe. Wow. Wewe dada yako aliondoka hapo mwenyewe? Dada yako kaamua kunipaka matope. Sasa mimi nitaamua nimpake pilipili, alafu kwenye mchezo wa rede iwe zamu yake kuzinga. Na mtanielewa mimi ni nani? Shemeji unajifanya una akili vizuri. Si unajifanya chizi? Sasa mimi ni mbwa chizi. Nitakuonyesha. Yaani huwezi kumharibia dada yangu maisha afu naanza kujibu kama hivi. Unajibu kama unaniweza, au sio? Shemeji, mimi Taila, nisikilize. Mimi mjinga, sawa? Kwa akili zako. Nadhani mimi nashindwa kutoka hapa nikamfuata. Sishindwi. Ila tatizo sitaki kuwa mnyonge. Dada yako nataka mimi ni mnyonge. Kitu ambacho hakiwezekani. Unapokuwa mwanaume inabidi uwe na msimamo. Na kufundisha hata wewe. Kwa sababu wewe na dada yako inaonekana akili zinafanana. Haiwezekani mwanaume mzima anatoka huko mpaka hapa. And you come here to seduce me to be your sister. Are you serious? Shemeji, umeamua kunitusi, si ndio? Umeamua kunivunjia heshima, si ndio? Labda kama unijui. Nikitupa jongoo natupa na mti wake. Shamaliza. Shemeji, unajisaulisha, si ndio? Kama wewe ndio uliharibu ndoto za dadangu. Alikuwa na mpango wa kuwa nesi, kuwa daktari. Ukasema utamuendeleza. Ndio umemwendeleza hivi, si ndio? Kwanza ulikuwa una maisha wewe, dadangu akusaidia wewe umepata maisha wewe. Acha kumuona dadangu kama ana lolote. Sasa hivi umepata maisha unaanza kungangana na kina Zuja ati. Zuja. Nimejaribu kusaka furaha, nachopata ni tofauti. Oh, moyo wauma na niuma moyo. Afu ile mkaka anapoonekana yuko smart, hana mambo mengi afu mstaarabu. Mfanya tu anapokuambia mlete bana umtambulishe, afu mambo mengine yafuata. Si unajua tena. Yaani dada bwana unanishangaza. Yaani nawe kabisa unanishawishi eti nimlete nyumbani. Wewe si ndio kwa unaniambia niwe makini hapa mjini vijana wengi ni matapeli. Sasa hivi unaniambia nimlete nyumbani hana shida. Wewe umemjuaje kama hana shida hiyo? Sikia rafiki yangu. Unajua kuna mtu tu kumtazama usoni. Unajua huyu mtu ana malengo na wewe na huyu mtu hana malengo na wewe. Kwa hiyo kaka nilivyomtazama mlivyokuwa pale njiani, inaonekana kaka anakupenda sana. Alafu pia na malengo ya dhati na wewe. Anahitaji kuwa na wewe. Fanya basi mkubalie tu mlete hapa. Ufahamu? Hivyo.
Haya bana dada, haina shida. Na yeye nimeshamwaahidi kwamba nitamleta. Kwa hiyo usijali. Siku sio nyingi atakuja hapa nyumbani. Sasa rafiki yangu, nimefurahi kusikia hivyo. Hizi nguo zinanitia baridi, hata nikabadilisha. Haya, mimi ngoja niendelee kuchezea maji. Haya, mimi naenda. Hakunithamini, ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu, na hasa kimpata yule umpendaye, mapenzi ya kweli. Niambie mwanangu. Naona unajiweka fiti. Mwanangu, unaelewa mishe zangu za kibabe. Unahitaji kuwa mzuri. Alafu kwa nini simu yako haipatikani? Sikutaka usumbufu, ndio maana nimezima simu. Maana muda wangu wa mazoezi nahitaji kuwa mwenyewe. Unaelewa? Okay. Sasa kuna kazi ya dharura imejitokeza. Nataka uifanye haraka iwezekanavyo. Haina noma, nipatie kazi. Kuna jamaa mmoja anaitwa Max. Anakaa mtaa wa Samaria. Nyumba namba 19. Nataka umpoteze haraka iwezekanavyo na kwa gharama yoyote ile. Hamna shida. Hilo jambo dogo sana kwangu. Wewe nipatie picha yake. Nione. King Mtasingwa Computers ni wauzaji wa kompyuta aina zote, yani laptop na desktop. Pia wanauza printers za aina zote, kamera aina zote na accessories nyingine nyingi kwa bei ya jumla na rejareja. Tunapatikana Kariakoo, Dar es Salaam, pia mikoani tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana. Karibu ujipatie bidhaa bora. Kwa mawasiliano, piga simu au WhatsApp namba 0753797329. Pia unaweza kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa jina hilo hilo la King Mtasingwa Computers. Karibu sana, kwetu mteja ni mfalme. Niliyemwamini na kumpa langu pendo, hakunithamini, ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu, na hasa kimpata yule umpendaye, mapenzi ya kweli ni tiba ya moyo, furaha yako kipenzi.